Hey there, karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Fungua Neno ni kipindi ambacho tunakuja pamoja kama Wakristo, kama watu ambao tunaliamini kwamba hili ni neno la Mungu, kwamba maandiko yote yamepewa au tumepewa kutoka kwa Mungu. All scripture is inspired by God. Na Paulo akiwa anamwandikia Timotheo anamwambia kwamba it is profitable. Hii ina manufaa kwa Mkristo. Ina manufaa gani? Ina manufaa kwa ajili ya mafundisho, kwa ajili ya instruction, kwa ajili ya reproof, kwa ajili ya correction, kutusahihisha, kutuonya na kutukanya pale ambapo tumeenda off, yeah? Kwa hiyo chukua your copy of God's word. Hii ni episode ya mwisho ambayo tunaangalia huu waraka wa Petro kwenda kwa hawa Wakristo ambao walikuwa wamesambaa kwenye haya maeneo ya Asia Minor. Pale kwenye sura ya kwanza mstari wa kwanza anatuambia kwamba anawaandikia hawa watu ambao wamesambaa kwenye haya maeneo ya Pontus, Galatia, kule ambako Paulo aliwaandikia wa Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, yeah? Hayo ndio maeneo ambayo hawa Wakristo walikuwa wameenda huko kwa sababu walikuwa wanakimbia mateso ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye sehemu kama Yerusalemu, kwenye sehemu kama kwa Warumi, yeah? And so kwenye hizi mistari ya mwisho kwenye sura ya 5 mstari wa 13 anasema kwamba she who is in Babylon. Sasa hili neno analiintroduce ghafla kidogo, kwa hiyo hatujui ni nini hapa anaongelea. Lakini tukiangalia kwa makini, kwanza anaanza na huyu she. Kwa hiyo ana address huyu she. Na hapa naye muongelea ni kanisa, yeah? She who is in Babylon, kanisa ambalo liko Babylon. Lakini sasa kwenye New Testament times, kumbuka tulisema Petro anaandika hii barua kwenye miaka ya 64 AD. And so the nation of Babylon kwenye Agano la Kale tunafahamu kwamba lilikuwa tayari limeshateketezwa. Yeah? Babylon ndiko ambako wana wa Israeli walipelekwa into captivity, walipelekwa kwenye kukamatwa kwa miaka 70 kuanzia ule mwaka wa 586 BC. Walikaa huko kwa miaka 70 mpaka takriban mwaka wa 500 kwenye 536 ndiko ambako walianza kurudi polepole. Lakini sasa hapa anamuongelea tena Babylon. Na Babylon kabla tu ya wana wa Israeli kuondoka, Persia, ile taifa la Persia na Medes, Persia na Middle Persia walikuja wakawashinda vita wale watu wa Babylon. Kwa the nation of Babylon haipo tena ulimwenguni. Lakini sasa kwa nini Petro anasema kwamba she who is in Babylon greets you? Yeah? Well, kwa sababu Babylon kwa Wakristo ilifanyika kuwa ni neno ambalo linaashiria sehemu ambako Wakristo wako wametekwa au wamekaa nje ya nyumbani kwao. Kumbuka kwenye sura ya 3 Petro aliwaambia kwamba nyinyi hapa ulimwenguni mnapita. Kwa hiyo reference ambayo anaitumia hapa Petro, kumbuka Petro yeye anarudi kwenye Agano la Kale kuendelea kuwakumbusha, na hawa watu ambao anawaandikia wengi wao walikuwa ni Wayahudi. Kwa hiyo anachowaambia hapa ni kwamba jamani, huko ambako tupo ni Babylon, yeah? Na Wakristo wa hii karne ya kwanza walichokuwa wanaangalia ni kwamba sehemu ambako Ibilisi ndio alikuwa anapatumia kama vile ni sehemu ya kuwatesa Wakristo ndio walikuwa wanapaita Babylon. Kwa hiyo Babylon hapa ni kule Roma, yeah? Kwa hiyo Petro hapa anaashiria kwamba anaandika kutoka Roma, anaandika kutoka kanisa la Roma, yeah? Ndipo ambapo Petro anasemekana ndio alienda kulianzisha hiyo kanisa. Kwa anasema she who is in Babylon, yeah? Hili kanisa ambalo liko huko Babylon, hili kanisa ambalo liko huko Rome. Anasema chosen together with you. Hili kanisa limeteuliwa pamoja na nyinyi. Hii anarudi tena kwenye sura ya kwanza mstari wa kwanza, anapofunga ule mstari wa kwanza akiwa anawaandikia anasema kwamba to those who are aliens scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, who are chosen. Kwa anarudi na hii idea kwamba nyinyi mmeteuliwa, mmechaguliwa. Sema she who is in Babylon, ili kanisa ambalo liko Babylon, ambao na wenyewe ni wateule kama nyinyi. Ndicho ambacho anakisema. Chosen together with you sends greetings. Linawasalimia. Ndicho anachojaribu kusema. Anasema kwamba kanisa huku ambako nipo, huku Rome, linawasalimia. Nyinyi ambao mmesambaa kwenye maeneo ya Asia Minor, ambao leo ndio maeneo ya Uturuki. Anasema kwamba hili kanisa linawasalimia, anatuma salamu. Afa naongeza hicho, anasema so does my son Mark.
anamuintroduce huyu bwana Mark. Kama unakumbuka kwenye sura ya 4 ya ile series ya Wakolosai tulimuintroduce huyu bwana Mark. Huyu Mark ni John Mark, ni Marko, ya? Huyu Marko ni Yohana Marko. Yohana Marko ndiye ambaye aliandika ile injili ya Marko. Ile injili fupi ya hizo mistari 19, ya hizo sura 19, ile injili ya Marko. Hapa sasa tuliongea kule wakati ule tukasema kwamba kulikuwa kuna issue kwenye mahusiano kati ya Paulo na Marko kwa sababu walipishana. Marko alikuwa ni binamu wa Barnabas. Ikafika wakati kwamba Paulo na Barnabas wako wanataka kuendelea na missions zao, lakini Marko akasema mimi narudi nyumbani. Kwa Paulo alimchukia kidogo bwana Marko, hakufurahia jinsi alivyofanya hivyo kwenye hayo maeneo huko Pamfilia. Tunasoma hizi taarifa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Lakini kwenye kile kitabu cha Wakolosai tunaona kwamba Paulo alimtumia salamu Marko. Alisema kwamba niko huku na Marko. Alisema nipo huku Rome ambako nimefungwa gerezani, nipo na Marko. Ina maana kwamba mahusiano kati ya Paulo na Marko yalihuishwa. Lakini hapa Petro anasema huyu Marko, huyu John Mark ambaye ndio alikuwa na beef na Paulo, he is my son. Hapo obviously sio mwana wake kwa maana ya kwamba ni biological son, ni mwana wa nyama kabisa, hapana. Maneno hivyo alikuwa anayatumia enzi hizo hasa kama mtu akiwa ni kiongozi wake. Kwa hiyo alikuwa anamlea katika imani. Anasema he's my son Mark. Ina maana walikuwa na mahusiano ya karibu sana huyu John Mark na Petro. Kwa hiyo anasema huyu Marko bado yuko Rome, na yuko na Petro. Kumbuka kwenye ile barua wakati Mark yuko na Paulo alikuwa gerezani kwenye mwaka wa 62 AD. Huu ni mwaka wa 64 AD, miaka miwili imepita. Marko bado yuko Rome, alafu sasa hivi yuko na Petro. Anatuma salamu kwa hawa Wakristo ambao wamesambaa kwenye maeneo ya Pontus, Galatia, Cappadocia na Bithynia. Alafu anafunga mstari wa 14 anasema kwamba greet one another with a kiss of love. Salimianeni na busu la upendo. Hii inahimiza nini? Inahimiza umuhimu wa ule ujamaa na umoja kwa Wakristo. Kwamba salimianeni kwa busu la upendo. Greet one another with a holy kiss. Hili ndio ilikuwa tamaduni ya enzi hizo kwamba Wakristo mkikutana au mwanandugu mkikutana, marafiki mkikutana, you kiss each other, unatoa busu la upendo. Alafu anafunga kwa kusema peace be to you all who are in Christ. Amani iwe nanyi nyote mlio katika Kristo. Hiyo inamaliza kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Naomba nikushukuru sana. Nikushukuru kwa kuwa na sisi kuanzia sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka sura ya 5 mstari wa 14. Ninatumaini kwamba umejifunza kitu. Ninatumaini kwamba imani yako imeimarika. Ninatumaini kwamba umetiwa moyo. Na kama bado unatuangalia na bado hujaweka imani yako katika Kristo, mimi kuhimize tena. Weka imani yako katika Kristo. Why would you die? Kwa nini? Why would you perish? Kwa nini uangamie katika lile ziwa la moto? Kwa nini? Weka imani yako katika Kristo. Muamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na wewe kama tayari umeweka imani yako katika Kristo, basi maneno yangu ni machache. Amani na iwe nanyi katika Kristo. Amen.